Tunaposema at-tafsiru lughatan, tunaposema neno at-tafsir, neno tafsir kilugha, maana yake hii neno at-tafsir linatokamana min al-fasri, linatokamana na neno al-fasri, wa huwa al-kashfu 'anil mughatta. Na hili neno al-fasri maana yake ni kufichua kile kilichozibwa. Wa huwa al-kashfu 'anil mughatta, ni kufichua kile kilichozibwa. Neno at-tafsir linatokamana na neno al-fasri. Hii al-fasri maana yake wa huwa al-kashfu 'anil mughatta, ni kufichua kile ambacho kilichozibwa. Kwa hiyo kiufupi, at-tafsir, neno at-tafsir lughatan maana yake ni kufichua kile ambacho kilichozibwa. Hii ndio maana ya neno at-tafsir kilugha, ni kufichua kile ambacho kilichozibwa. Wastilahan, na kimakubaliano ya wanachuoni, tunaposema neno at-tafsir kimakubaliano ya wanachuoni, maana yake bayanu maani al-Qur'ani al-Karim, bayanu maani al-Qur'ani al-Karim, kubainisha maana za Qur'ani tukufu. Tunaposema neno at-tafsir kimakubaliano ya wanachuoni, maana yake bayanu maani al-Qur'ani al-Karim, kubainisha maana za Qur'an iliyokuwa tukufu. Pia hebu tuangalie hukumu ya kujifunza tafsiri. Ni ipi hukumu ya mtu kujifunza tafsiri ya Qur'an? Tushaona hili neno at-tafsir kimakubaliano wanachuoni kwamba ni kubainisha maana za Qur'an, kubainisha maana za Qur'an. Ni ipi sasa hukumu ya mtu kujifunza tafsiri ya Qur'an? Ni ipi hukumu ya mtu kujifunza tafsiri ya Qur'an? Hukumu yake kujifunza tafsiri ya Qur'an ni wajibun, ni wajib, ni wajib mtu kujifunza tafsiri ya Qur'an, ni wajib. Kwa sababu gani ni wajib? Kwa sababu ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad, katika aya ya 24, Allah subhanahu wa ta'ala anasema afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi hawaizingatii Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, au katika mioyo yao kuna makufuli, kuna makufuli ambayo yaliyoziba mpaka yanawafanya wao wasizingatie hii Qur'an. Kwa hiyo hii inatujulisha tunatakiwa sisi tuisome Qur'an kwa kuizingatia. Na tutaisomaje hii Qur'an kwa kuizingatia kama hatujui tafsiri yake? Tumeamrishwa sisi kuisoma hii Qur'an kwa kuizingatia. Hii ni amri, tumeamrishwa sisi kuisoma Qur'an kwa kuizingatia. Sasa tutaizingatia vipi na hali ya kuwa hatujui zile tafsiri zake? Tutaizingatia vipi hiyo Qur'an na hali ya kuwa hatujui zile tafsiri zake? Na ndio hapa, ndio maana kuna uwajibu wa mtu kujifunza tafsiri ya Qur'an, ili mradi mtu aisome Qur'an kwa kuizingatia.